Well, hello everyone. Welcome back to this YouTube channel of Ambassador Official. And here she is, as you can see her. And say hi to the Hi, audience. I'm the Ambassador Official. Caroline Imari. And today I'm going to be your host for today's show, getting to know our one and only Ambassador Official. So we have some quick fire questions that are going to tell us more about Ambassador Official, who she is, how she grew up, what are her ambitions. Yani we have a lot of questions, and we have some good questions for every single person out there, her fans, those who want to know her in a deeper level, not just seeing her music video. And we actually have a new music video. You guys should go and check it out. Anaitwaje? Mungu amenena. Mungu amenena, the new music video, the ambience, it's so beautiful. I love it. So you guys, you should check it out after liking this video, subscribing and sharing and comment. Yes, and like it as well. So let us start. So Ambassador Official, Yes. When did you start singing? Ukiwa umri gani? Ukiwa wapi? Ilianza aje? Nikiwa mdogo kule nyumbani nilikuwa nikiacha na majukumu ya nyumbani. Nikiacha na majukumu naanza tu kuimba. Wimbo inatoka tu from nowhere. Until my brothers wananiuliza, kwani hauchoki na kuimba? Hapo sasa nikajua kumbe niko na hii talent. Kufika shuleni mwalimu anafunza, mimi naimba. Mwalimu anafunza, mimi naimba. Mwalimu aliongea Kachoka. Kachana na mimi. Umesha kuzoea sasa. Shakizoea. Sana nilikuwa nangoja mwalimu wa science ama CRE. Akifika hivi naanza kuimba. Nikiwa nilikuwa class 3. Class 3 sasa nilianza kuimba. Mwalimu sasa akaniuliza, "Uko sawa kweli?" Nikamwambia mimi niko sawa. Akianza hivi kufunza naanza kuimba. Mwalimu aliongea sasa akachana na mimi. Akaona sasa huyu. Acha wachane na mimi. So ni kutoka tu ukue mchanga, kutoka ukue mdogo, hiyo imekuwa kitu umezaliwa tu nayo. Nimezaliwa nayo. Oh wow, that's nice. That's very nice. The next question is, who do you admire in the gospel music industry? Ni nani ndo unapenda? Yani unapenda wimbo zake, unasema Mungu pia mimi siku moja unifikishe hapo. Sana nilikuwa nasikiza sana ya Rose Muhando. Hata nikisikia ya Rose Muhando mpaka nasimama hapo. Nikipita tu mahali nisikia radio inaanza kuimba na ni Rose Muhando. Nasimama tu hapo. Mpaka the villagers walikuwa wamejua tu huyu na Rose Muhando anapenda Rose. Wow. Okay, that's nice. Shout out to Rose Muhando. You inspire her so much. The next question is, what motivated you to officially start recording? Juu umekuwa na mawimbo ukiandika ukiwa mdogo. So ni nini ilifanyika ukaamua wacha nianze kurekod? Nilikuja Nairobi 2010. Na 2010 siku ya kwanza nikatafuta kanisa. Nikaenda kanisa fulani hapa Kangemi. I was not happy with it. Nikamwambia this next Sunday, nikamwambia God, nionyeshe kanisa yenye nitaenda na roho itulie. Nikatembea. Unajua ukifika kwa njia panda, unafika unapata roundabout. Roho inakwambia enda hii, nyingine inakwambia enda hii. Unaona hii sasa iko poa. Naona iko poa. Nikafika hapo nikapatana na kanisa inaitwa Crisco. Nikaingia. Sasa hapo every Sunday nilikuwa naenda tu mbele kuimba. Ile tu kuimba. Sasa 2019 yani ukapata hadi courage ya kwenda mbele. Lakini siku ya kwanza nilikuwa natetemeka. Nilikuwa naogopa kuenda mbele. Lakini sasa hiyo ni courage, nikaanza tu kuenda, nikaenda. Sasa 2019 January Presbyter aliposimama akasema kuna watu wako na vipawa na hawatumii vipawa vyao na wamekaa navyo. Nikajishuku. Nikajua tu ni mimi naongelewa. Nikawa ni wewe. Ni mimi naongelewa. Alipomaliza hivi ibada, nilipatana na yeye mpaka kwa ofisi yake. Nikamwambia tomorrow naenda kwa studio. Akaniambia go, niko nyuma yako, enda. Na hapo sasa nikapata hiyo encouragement. Encouragement. Yes.
Ni kama Mungu alimtumia kukwambia start now. Yes. Oh wow, that's very nice. That is very encouraging. And so we have the next question. Question number 4, if you've been tracking. Did you fear when starting? Ulikuwa na hiyo hofu, unaogopa ama ninafanya kitu sifai kufanya, ama what will happen? Uelewi, ndo umeanza tu. So did you fear? Siku ya kwanza nilikuwa naogopa. Lakini sasa tulifika, nilikuwa na namba ya producer. Nikampigia simu. Nikamwambia kesho nakuja, ilikuwa ni Monday. Na akaniuliza unakuja kufanya nini? Nikamwambia nakuja kurekodi. Akaniambia wewe kuja. Na sasa changamoto ni mingi. Homa imenishika. Tukaenda kwa studio ya kwanza Tao. Huyo akashindwa. Tukaenda ya pili Kariobangi, akashindwa. Tukaenda ya tatu. Wimbo zilimsumbua sana. Lakini sasa ile uoga sasa. Hizo kuwekewa hizo ni unaona tu hiyo kitu headphones. Alafu naambiwa hebu anza kuimba. Unatoa sauti ya kwanza, unaambiwa hujafanya vizuri. Unasikia ni kama unajihukumu. Lakini mara ya pili, sauti inatoka mpaka wenye walikuwa hapo wakashangaa. Sasa nyimbo zangu mingi natoa kwa na bila nilimba hiyo mabalozi iliwasumbua sana. Wakaangalia East Africa yote hawakupata hiyo track. Wakaangalia Nigeria, wakaangalia everywhere hawakupata. Wow, so you can see her songs are very unique. Sasa bila nilipata hivi, nilifurahia sana mpaka nikakuwa na ile wow, sasa motivation. Nikarekodi nyimbo 5 kwa wiki 2. 5 songs. What? 5 songs in only 2 weeks. Only 2 weeks. Okay. So ulikuwa ni kama uko, yani ni kurecord tu, already uko na wimbo ushaandika, nimebakia tu kurecord. Okay. So the next question number 5, where do you get your inspiration from? Like wimbo zako zinatokanga wapi? Unaanzanga aje kuandika? Ni nini ama unaona kitu unaandika tu? So to explain here, where do you get your inspiration from? Sana on Sunday. Nikitoka niende church. Mzee wa wazee anaposimama ku preach, nakuwa very keen. Sasa hiyo niko na Biblia ya Kiswahili na English. Nikisoma English nisipoelewa nafungua Kiswahili. Alafu akisoma word, najua hii inaenda kwa wimbo fulani. Ninaanza hapo, natingisha tu kichwa. Watu wana preach ama wanafanya nini na mimi niko tu hivi. Kumbe ninatunga wimbo. Nafanya tu hivi natunga wimbo. Alafu sasa najua I have a sharp memory. Siwa sisahau kwa urahisi. Sasa nikifika kwa nyumba, the first thing, hata sishughulikangi na kukula na nini. Wimbo kwanza. Nachukua wimbo hata kama naosha vyombo. Nachukua wimbo, nachukua Biblia, najua ni kitabu fulani ilisomwa. Naenda nayo hapo kitchen. Naosha vyombo huku nikiangalia Biblia. Naimba nikinini naona sasa nimeingia. Wow, from the word of God. From the word of, yani origin, yani si ati nini original from the word of God. So you should know those songs are very powerful. Because unaona anatoka Biblia from the preachings on Sundays. So yeah. Question number 6. Where do you see yourself in the next 5 years? What are your goals, your ambitions? Yani unaona by the grace of God utakuwa umefika wapi? Yani unataka kufika wapi? By the grace of God, naomba kwenda to another level. To another level na nienda viral. Amen. It's not simply equal to Africa ama East Africa. Huko bara Asia, bara Ulaya yote. Yote lazima nitafika. Amen. Amen. Yes. So guys, that can only happen if you support her with this. She's can we say you are new in the industry? Yes. Bado uko mchanga, bado uko new in this industry of gospel, and that can only happen if you guys support her. Make sure you like, comment, subscribe, share with share with every single person you know, and tutakuwa tumemsupport kabisa. Yeah, so number 7, which of your songs do you like the most? Nimetaka kujua hii. Kwa hizo wimbo zote, gani ndo unapenda? Juu of course unapenda zote juu
zote ziko na different story, different meaning, but kuna hiyo tu moja hii unaipenda. Viongozi. Why? Huo wimbo wa viongozi, wakati wa election, naona mambo mengi yanafanyika nchini. Mauaji, watu wachanga wanauliwa. Nilikuwa nimekaa natazama runinga. Nikaona vile watoto wadogo wanarusha risasi, wanafanya nini? Nikaona this is no. Lazima nifikishe information. Sasa nilikuwa naosha vyombo. Yaani ikakuja tu from nowhere. Viongozi wanatoka mbinguni. Nikaanza kuwaza hiyo wana wa Israeli walipokuwa Misri. Ndio walikuwa wanateswa na Farao. Farao alikuwa anasema nipeni mtu. Yaani akiona wana Israeli wanafanya kuwa slaves. Nikaona hii haifai. Kwa sababu Mungu amesema ole wao wa nchi imwagayo damu. Nikasema lazima nifikishe hii information to our leaders and all the nation at large. Wow. Nikaanza tu viongozi watoka mbinguni. Naona tribalism. Mtu anasema viongozi anatoka kwa kabila yangu wanajipiga vifua. Sasa nikaandika hiyo wimbo. Na hii wakati wa election wa 20 what? Like 2017. Sana 207. Nilikuwa sana mchanga. Lakini sasa nilikuwa na hiyo vision. Nikasema lazima niandike huo wimbo. Sasa 5 years ago huo wimbo kakuja na nikaandika. Nilipoenda studio pia mwenye alikuwa anairekodi, mwenye alikuwa anatafuta hiyo track. Akaniuliza nani amekutengenezea wimbo? Nikasema ni mimi mwenyewe. Akastuka. The beat it was very tricky. Kupata. Walihangaika almost 1 week wakitafuta hiyo beat. Lakini wakaipata. Sasa niliporekodi, it was very fantastic. Hapo sasa ndio Mungu, sasa ndio lazima information ifikie mataifa yote, si Kenya peke yake, all the world. 2027 next year we have election. Na wimbo utafika mataifa. Amen. Inafaa watu wajue Mungu amesema tu ole wao wa nchi imwagayo damu. Mungu hapendi innocent blood. Because in the Bible God amesema you can kill all the animals but the human being no. Hapo amesema no. Amekata. Until the day Mungu amesema now your days has come. Because wanaua the innocent people. Because wanataka nini? Uongozi. Wow. So that's your favorite song? That is my favorite. Wow. It's actually also my favorite. But kuna hii wimbo moja, kuna hii ulikuwa unaniambia uliandika ukiwa grade 4. Hiyo niliandika nikiwa grade 4. Hiyo sijaweza ni. You should. I love that song. Hey, wait for it. Inaenda. Wewe uketie juu ya mwamba, wacha mimi nikuabudu. Wewe uketie juu ya mwamba, wacha mimi nikuabudu. Ni shangwe kubwa na nderemo, na vigelegele duniani. Maana yule aketie juu ni Bwana Mungu wa majeshi. That is all. Mwalimu alikuwa akikuja hivi naanza. Nilimba nikiwa class 4. Mungu anasema atawaamrisha wale wanaokudharau, watakuja kukuinamia. Wow, I love that song. Kwa wimbo zako zote hiyo ni number 1, then sasa viongozi number 2. Haya, tuko number 8. So what challenges do you experience through your journey? Ni challenges gani? Of course kumekuwa na wewe hata ujui tunafanya sasa hizi wimbo za, yani kumekuwa na hizo unadharauliwa. So tell us about the challenges that you go through. Challenge ni mingi sana. Especially the relatives, the friends. Watu wa karibu sana ndio wanakupiga vita. Kama kuna wimbo nimeimba ni vyema. Ni vyema kuwa ndani ya Yesu. Kama angekuwa Yesu, sijui ningekuwa wapi. Ilikuwa mwaka fulani, nilikuwa nyumbani. Na unajua mtoto wa kike ukikaa nyumbani,
unapitia mambo mengi sana. Unahitaji hiki, unahitaji mafuta yako, unahitaji nguo yako. Mama akaniambia nikuje Nairobi to my uncle anitafutie kazi. Aliponitafutia, nilipokuja nilikataa kumaliza hata wiki moja, akatafutia kazi. Nikafanya kazi. Na hiyo kazi ilikuwa kazi ya nyumba. Nikafanya by the 3 months kuisha, akaniambia nimkopeshe pesa. Nikapigia mama simu nikamwambia, your brother anasema hivi. Mama akasema nimpea, atafanya nini? Atarudisha. Mimi nikampea pesa. After 3 months kuisha, wakaniuliza aje, nilipoitisha hizo pesa, wakakosa against me. Wakaniambia kwa nini unaitisha anko pesa? Unajua most of them wanatumianga, wanasema cash. Na mimi nikawaambia walani asiyejua kuomba. Kwa sababu kuna in the book of Proverbs inasema laana isiyokuwa na kifani haimpingi mtu yeyote. Nikasimama na nikawaambia mimi hamuniwezi. Na sio ndio wenyewe ndio alikwambia atakurudisha. Sasa katika ile mambo na kuwaza nikakuwa overthink. Overthink. Nikaanza kuumwa na moyo. Kwa sababu masaibu yalianza pale nyumbani. Nikiwa pia mtoto mdogo masaibu yalinianza. Sasa hiyo nikaanza kuwaza na kuwazua. Sasa ilipofika mwezi wa 4, nilikaa for 3 good months, usingiza ikuji usiku. Ninawaza tu na kuwazua. Alafu the funny thing, ilikuwa ikifika saa 4 asubuhi, nimemaliza shughuli zangu by saa 2. Nishamaliza, nimeosha nyumba, nimeosha manguo, nimeshamaliza. Basi saa 4 naanza kuomba. Even hata kama ni 5 minutes, naanza tu kuomba. Kafika Friday, nikaambia Mungu, kesho ni Saturday, mimi hawataniona. They will never see me. Kwa sababu I'm tired. Ulikuwa umefika depression. Nilikuwa nimefika nime give up. Acha ifike saa 6 usiku. Usingizi kakuja from nowhere. Na hapo penye nilikuwa nalala nilikuwa naweka Bible. Nikiamka usiku kama usingizi imeenda yuko na nasoma tu Biblia. Sauti kakuja usiku. You should not put a heart in trouble for the things of the world. Nikawasha hata nyumba yote. Bedroom yote nikawasha. Natafuta sioni mtu. Nasikia sauti lakini I'm not seeing anybody. What? Kuangalia kwa simu, kwa saa nakuta ni saa 6. Nikalala tena saa 8. You should not put a heart in trouble for the things of the world. Ikakuwa too much. Nikawasha hata mpaka sitting room. Boss lady akamuka. Kaniuliza, "Are you okay?" Nikamwambia niko sawa. Saa 9, the same voice. You should not put a heart in trouble for the things of the world. Nikaanza nikaogopa. Nikatoka kwa hiyo room na nikaenda kitchen. Hiyo saa 10 sasa nikaamuka na nikaenda. Na unajua sasa ni Saturday asubuhi. Nafanya niamke kitu 6. Nikaamka saa 10. Nikaenda kitchen. Kwenda kitchen nikaanza tu. Ni vyema kuwa ndani ya Yesu, ni vyema kuwa ndani yake. Ni vyema kuwa ndani ya Yesu, ni vyema kuwa ndani yake. Kwa sababu kama hangekuwa Mungu, I could have perished. So, hiyo sauti ni God. Ni God. Kudia lazi ni God. Ilikuja sauti mara 3, 3. Sasa mimi mpaka niliogopa mpaka mwili wote kaanza kutetemeka. Kama Samuel. Mwili ilitetemeka. Hata mimi nikisikia sauti niliingia chini yake. Na si tunaona mtu. Niliangalia chini ya bed hakuna mtu. Sitting room hakuna mtu. Sauti inasikika tu. Sauti powerful. Yes. Sasa mpaka nikaanza kutetemeka, mwili wote unacheka. Ati mimi hiyo story utaendelea. Aya, number 9, but we can see how much you went through, even as relatives, friends, yani wanakudhulumu, but God bado wako. So number 9, where did the name Ambassador Official originate from? Ilitoka wapi? Ulifikiria yani ilitoka wapi? The name Ambassador Official ilikuwa 2025. The year 2025. January.
tarehe 26. Ilikuwa saa 7:25. We, unajua mpaka masaa. Presbyter akasimama. Akasema tu, yesterday I was watching her songs. Mimi nikaogopa. Nikasikia tumbo yangu imejaa maji. Unajua kwa hiyo church waimbaji ni wengi. Sasa lakini mimi nilijishuku tu. Tumbo ikajaa maji. Kujaa maji. Na akasema, and from today I'm changing her name. She is not Carol Msanii, she is ambassador official. Watu umati ikastuka. Mimi mwenyewe naye nimeanza sasa kuogopa. Nikasema, nikamwambia Mungu nisite huko mbele sai. Sasa watu wanauliza ambassador official ndio nani? Nikasikia Carol stand up. Kasimama. Sasa bila kusema tu name yangu imechangiwa na hapo ndio jina ikachange. Sasa now I'm ambassador official. Not Caroline Mari, ambassador official. Kwa ground ni ambassador. Na akasema if we bring her down, we shall go down. If we bring her up, we shall go up. Sasa that word was very powerful. Wow. Sasa kumaliza tu hivi baada ambassador. Even the border guys on the road. Ni kama sauti tukufu ilienda everywhere. Ambassador. Wow. What a testimony. Wow. At least sasa hizi tumekuja kukujua. At least sasa tunakujua. Hatukuonangi tu kwa videos, music videos. At least now we know your testimony. We know what you want to be, like what are your dreams and ambitions. Tunajua penye umetoka. Tunajua your name, ambassador official. That's her name. And yeah, it's very nice to know you. At least now your fans really know you in a deeper level. And guys, we are just asking for your support. Please just subscribe, like, comment, share to as many people as you can so that we grow together. Unaona akigrow pia wewe una grow. As she grows, mawimbo nazo zinakuja back and forth. Na as much as she's singing, she's glorifying the name of the Lord. And even ukisikiza wimbo zake on the other side, you're getting inspired, you're getting blessed every single day. So make sure you subscribe, like, comment, and share. I was your host here, Bernice Njoki, and we have Ambassador Official. Bye. We love you. Mwah, mwah, mwah. Bye.